Kuna swala moja nafikiria. Swala gani? Unajua hii hali ya kuwa kila nikijisikia kuwa na mwanamke mzuri, ni enjoy naye, ni bata. Huwezi amini. Kwenye akili yangu linakuja jina lako. Queen. Alafu so nini? Unakuja sura yako huyo hapo. Unajua mimi nifikia sehemu umeniingia moyoni. Unajua ilikuwa masiara kukutana pale vile. Nimejikuta umenikamata. Umenishika yani. Sasa wazo langu ni kwamba mimi nataka nikufanye wewe ni mwanamke wangu permanent. Yaani sijisikii kuhangaika tena. Na wewe tulie tu na mimi. Unajua mimi naweza kukutunza wewe. Ukashine, ukanawili. Zaidi ya hivi unavyonawili. Utaniweza? Sasa mimi habari za kuweza kweli hivyo ni vitu ambavyo mimi vinaweza kunisumbua kweli. Kukulisha wewe, kukutunza wewe ni vitu ambavyo mimi inaweza ikawa ni shida. Anyway, maneno matupu hayavunji mfupa wanasema. Sasa hebu niambie, wewe unataka nifanye nini kwenye maisha yako? Chafu hapo sema. Afu nyewe mnakuwa na maneno mengi. Ili tu tuingie kwenye line. Nuli hata ndege kiwezekana. Una uwanja kutua hiyo ndege? Hata helikopta tu itatua hata uwanjani. Spinning again. It's a smash. Spinning again. It's a smash. Alpha. Yes, kaka. Mimi ni askari. Lakini nimebeba silaha ambayo ndani haina risasi. Na silaha hiyo haiwezi kuua hata mbuzi. Muda mchache kutoka sasa, mzee alikuwa hapo kwenye hiko kitu kilichokalia. Na alionekana kuwa na hasira sana. Niliogopa. Lakini kuna kitu ameniambia kimezidi kuniongezea maumivu ndani ya moyo wangu. Pole sana Giza. Unajua ukiacha ndugu zangu, wewe ndugu yangu namba moja. Nakupenda sana, nakukubali. Isitoshe wewe tumetoka mbali sana. Najisikia vibaya sana kuhuzunika kuhusu tatizo lako. Lakini unajua kwamba mama Alpha amemwambia kila kitu mzee. Amemwambia kila kitu. Alpha, naumia sana. Usiku wa jana Mama Raya alinifuata tena. Alikuwa anahitaji tendo. Lakini bado nikawa namzungusha tu. Kuna muda najisikia vibaya sana. Naitazama lakini siwezi kuifanya chochote. Unajua hapa ni mjini na kila mtu ana njia zake za kutafuta pesa. Usikute tumeenda pale kwa tatizo letu, lakini hakuwa tayari kutusaidia kwa ajili ya shida yetu. Hivyo basi, na kuahidi nitakupeleka sehemu nzuri sana ya kusaidia kujua tatizo lako. Ondoa shaka kuhusu hilo. Alpha, ndio maana huwa nakupenda sana. Mara nyingi nikikutana na wewe, ile furaha yangu iliyopotea hapo nyuma huwa inarudi tena. Unaona tabasamu langu, inamaanisha kwamba kuna matumaini mapya yanakuja. Sasa basi, mimi ni askari, na ukimwona askari anarudi nyuma, usifikirie kwamba ameshindwa vita. Ndio maana hata kwenye boxing kudefense vile vile ni sehemu ya kupata ushindi. Sisi ni maaskari, bado hatujashindwa vita hii, lakini nitakupeleka mbali sana, ila shida yako lazima itaisha. Utakuwa ngangari, utakuwa unapiga mashuti ya kibabe. Kubali sana.
Gang, mimi nimekuelewa sana. Ingawa uko unazunguka na nini, ila mimi nimekuelewa. Unajua kwenye haya maisha kuna kitu kinaitwa upendo. Upendo ni hisia ambayo ni kama unavyoona hisia ya njaa au kiu. Yaani vitu ambavyo vimeumbwa kwamba binadamu kazaliwa ale, anywe maji. Kwa hiyo amezaliwa pia apende, yaani kuna sehemu kameumbwa ampende mtu. Kwa hiyo niambia bosi, kwa hiyo kile kitu ambacho kinaniuma ndani humu ina maana ndo upendo wenyewe. Huo ndo upendo. Kwa sababu gani? Wewe uwezi ukamruhusu demu wako atoke, nenda fresh, si fresh tu, usiumie kitu chochote. Nenda tukajiuze, baridi wewe lete hela tunaishi, mimi si mgumu. Alafu akitoka unaumia. Sasa hicho kuumia ni wivu. Wivu ni upendo. Na maana wewe kwa umpendi usingekuwa unaumia kama hicho, ila unajifanya mikazo, kumbe unajitesa. Ukimpenda mtu muonyeshe. Ukishamuonyesha anaweza appreciate na ndio unaenjoy upendo. Lakini kwa ulivyonitafsiria wewe inaonekana mimi nimependa. Mimi nimempenda yule mwanamke. Yes, iko hivyo. Spin it again. It's a smash. 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 Alafu uliniambia juzi uliponipigia simu ulikuwa unasema unataka kununua godoro. Hujavuka kwenye godoro? Okay. Anyway, nisikukejeli. Ulikuwa unataka godoro la shilingi ngapi? Nataka inchi 12. Ni kiasi gani hilo godoro? Ni kama 400 na kitu hivi. Kwa hiyo ukinipa 500 nitasoma. Ngoja. Taka kidogo ufanye rasharasha kabla mvua haijanyesha. Unajua story nyingi inakuwa 100. Weka namba ya mtandao unaotumia. Muamala usome kwanza ndo story zingine ziendelee. Tambulisho rejea. Queen Daniel Ndongolo. Hilo hilo. Wow. Umeniamini sasa? Sasa hiyo ni ya kukutoa wengi. Hadi yetu ya 500 iko pale pale. Nashukuru. Bila kusombea kwanza sitanya. Niamini mimi, wewe kaa na mimi. Utaki kuzeeka. Yaani wewe mtu kama ukizeeka, nchi mpata hasara. Cheers baby. Oh yeah. Halo. Samani kwa usumbufu, habari ya saizi? Usiku huu kweli? Nimepita ofisini kwako nimeona mmefunga pale. Nikaona nikupigie ili nikujue hali. Sasa ungesubiri mpaka kesho asubuhi. Kulikuwa kuna haja gani? Mimi nimekusalimia tu. Nimetaka tu nikusalimie. Nijue kama
uko sawa Kwa nini Govi anakupigia simu usiku? Muda wote uko busy na kuchezea hiyo simu yako. Ingekuwa ni hekima na busara, ungenyoa hiyo simu yako mpigie huyo Govi. Muulize kwa nini nampigia mke wangu usiku huu. Hayo ndio majibu yako. Haya. Father Gang. Niaje? Safi boss. Na tunatoka wewe ndo unaingia. Umepishana na tajiri Father Gang. Boss, huyu manzi yangu. Manzi yako? Huyu manzi yangu boss. Sawa. Lakini mimi nimetia hela hapa ndugu yangu. Yaani boss, ninavyokuambia huyu ndo mama la mama basi. Queen. Anachosema huyu ni kweli? Ndio. Wewe unasemaje? Baby, lakini si niko kazini lakini. We. Kaa kimya. Boss, yaani ninavyokuambia hivi, huyu ndo mke wangu na hapa natakiwa niondoke naye niende naye magetoni. Boss, naomba unisamehe kwa hiyo. Sawa Father Gang. Mimi sijakataa. Lakini mimi mwisho wa siku nimeweka hela hapa na natakiwa niondoke naye. Anatakiwa alipe bili. Sawa, inakuaje? Boss, naomba unisamehe. Ila mimi naomba niondoke naye. Spin it again. Spin it again. It's a smash. Najua nimekukwaza. Ila naomba unisamehe Queen. Hivyo hujui kama umenizalisha mimi pale? Kilichokutuma wewe uje pale ni kitu gani? Mwenye sijui. Yaani mimi sijui. Ila kuna vitu moyoni yani vinauma, naumia. Mimi nakupenda Queen. Kinakuuma nini? Wewe si ndio ulionipangia mimi nifanye hii kazi? Na mimi nimeifanya na mimi nishaizoea kazi yangu. Ona kabisa umekuja kuniharibia mimi dili langu. Na wakati mshikaji kwa nishampanga kabisa. Nimwambia sina godoro, aliniahidi kunipa 500,000. Ndio nini sasa umefanya? Sawa. Mimi ndo nimepanga tufanye hiyo kazi. Na mimi ndo ninayeamua hiyo kazi iishe. Sitaki tena. Siwezi kuvumilia hiki kitu kinachonichoma moyoni mwangu. Hiyo kazi basi. Na mimi sio kwamba nilikuwa naipenda kufanya hii kazi. Nilikuwa nafanya tu kwa ajili yako. Na kwa sababu nakupenda, sikuwa tayari kukupoteza. Kwa niliamua kutimiza matakwa yako. Umeniambia niache. Tunaishije? Mke wangu kipenzi. Jamani, kwani si ulale? Una nini wewe? Mlala huko.
unaninyanyasa ujua mwenzio. Sina ujasiri huo hivyo. Tunakuwa John, sina hata nikiwa karibu yako. Ujasiri huo unapata wapi mke wangu? Unataka eh? Si unataka? Ngoja sasa. Naomba uniambie ukweli wote unaonificha kati yako wewe na rafiki yako Giza. Kitu gani mke wangu? Hamna kitu chochote ambacho nakuficha baina ya mimi na Giza. Hapana. Hivi mwanaume, unajisikia unachokiongea? Unajua kama mimi najua kila kitu wewe na Giza mnachokifanya? Giza ni rafiki yangu. Na ukiacha ukaribu tuliokuwa nao, Giza anafanya naye kazi ofisi moja. Kwa hivyo ni mtu ambao tunasaidiana mambo mengi sana. Na kujua Alpha, na kujua vizuri kuliko unavyojijua. Macho yako tu yanajielezea kuna kitu unanificha. Sasa uko kuficha ficha kwako kutakuponza na utauponza. Si unamfichia Giza yale mlikuwa mnaongea siku zile pale Sebleni kwenye simu? Yote mwenzio nimeyasikia. Usifikiri kuna kitu ambacho sijakisikia. Mke wangu, na ngoja tu nikwambie ukweli. Giza ana shida kubwa sana kwenye ndoa yake. Lazima awe nayo matatizo ya kindoa kwa sababu amezidisha michepuko. Na wewe sasa hivi inakuendea anakufundisha na kuona unavyomng'ang'ania. Yaani katika swala la kindoa, jogoo hapandi mtungi. Tume. Na wakati unajua kabisa hii kazi ndio ilikuwa inatulisha humu ndani. Inatuvalisha, tunaonekana na sisi wa maana. Tunalipa kodi, tunalipa maji. Sasa hivi tunaishije? Sawa. Kuhusu hayo mambo ya kula, ya huduma za humu ndani na huduma zako, naomba niachie mimi. Mimi ni mwanaume pia, tusisahau hilo. Sawa, ila humu ndani mimi kula marage wala dagaa. Nishazoea maisha mazuri mimi. Nafikiri wakati huu ndio natakiwa nitimize na mimi majukumu yangu kama mwanaume. Sasa unajua nimeacha hela ndefu pale. Naomba basi nikamalizie tu leo. We. Akiamua nakwambia. Afya ndio godoro kwa sababu tunaanza sendi tu. Najua unaniamini. Queen, kuna kuku wengi sana hapa kwa ajili yako. Nategemea ni wewe tunataka kuku gani? Mimi nasikia kuku. Queen, naahidi kukupenda. Naahidi kukujali. Kukuheshimu. Kukutunza. Sijui wewe tu hapo umependa kuku gani? Kuku wote nimewapenda. Lakini kuna babalao hapo hujamtaja. Kuku gani? Kunipa hela. Wewe mwanaume, hicho unachokisema nimekisikia kweli au nimesikia vibaya? Umenisikia. Nimempeleka sana kwa waganga kwa kuweza kumsaidia rafiki yangu, lakini hatujaweza kupata mwafaka mpaka leo hii. Ninyi kwa waganga mloenda mmetapeliwa, mjenda kwa waganga wanaojua dawa. Hilo swala waganga mngeniachia mimi. Mimi kuna waganga ninawajua na sio mmoja na watia chaka huko nyinyi. Mbona mnakuja kuipata habari yake anakaa sawa sawa, lakini ni tatizo liwe kweli. Sije kaa unajizungusha zungusha unaniongopea hapa. Kweli mke wangu. Unajua tumehangaika sana. Unavyoona siku zote hizi ambazo mimi nakuficha mara ongea naye. Ni aibu tu ambao siwezi kukwambia wewe mbele ya Giza. Kutokana na matatizo yanayomkuta, ni aibu kwa mtu yote yule kumweleza. Unajua yani anapata shida sana kwenye ndoa yake, hususan mke wake. Anaogopa hata kumwambia au kujua kama yeye hapandi mtungi. Dunia simama nishuke. Unataka uniambie pale alipo Giza tupu kama tupu? Hamna kitu. Mama.
Mume wangu, unawezaje kukaa na siri nzito kama hiyo? Unajua mimi kidume, alafu kiangalia mimi askari ujue. Kwa lazima niwe ngangali katika matatizo ya kiume kama haya. Sio kirahisi ujue kumwambia mtu. Haifai. Bwana we. Dunia na mashukuru mageni mengi jamani. Ila nakuomba tu mke wangu iwe ibaki kuwa siri ya watu watatu, baina ya mimi, wewe na Giza mwenyewe. Maana akijua kama mimi nimekwambia ukweli kuhusu yeye, matatizo yake atajisikia vibaya sana. Sasa itabidi tu ajue, kwa sababu mimi ndo nitakayewapeleka sehemu. Atakosaje kujua kama mimi najua? Au unafikiri wewe ndo utaenda kwa sehemu ufiki mpaka mimi? Unajua yule ndugu yangu, ukiacha kombe la dunia hata ndo utoka hapo apigi. Usione mimi kidume, mwenzangu anazalilika huko. Basi ndo hivyo. Sasa mke wangu, unajua mimi nimetoa mahali. Wapi tena? Si wewe. Unajua mjikaze huko tulali tuone. Sasa uwazi wote unapo rafiki yangu. Ndio wewe uwazi ulionipa wewe babangu. Umekuwa uwazi kweli kweli. Lala bwana wewe. Huwezi kuiona